Sasa katika uandishi wako toka umeanza kufanya muziki, kuna ngoma ambayo umekuiandika inahusiana na maisha yako binafsi? Back in the days, nakumbuka ilikuwa when I was form 5. Kuna ngoma inaitwa Kesho Yangu. Naweza nikasema 90% of that song ilikuwa inanihusu kwa asilimia kubwa. Apart from that ni kwamba most of the time ni nyimbo ambazo huwa unajua artist ni right? Tuna reflect those situations ambazo zina happen within our societies. Sisi ndio wasemaji wakuu wa mambo ambayo yanatokea. Kuna watu waga wanasema kwamba Aiston anaimba nyimbo nyingi za mapenzi za kuachwa, ni kwamba huwa anaachwa mara zote. No, but sometimes ni vitu ambavyo vina happen kwa sababu ni vitu ambavyo vipo kwa vijana sisi na kwenye mahusiano kwa ujumla. Ila asilimia nyingi za nyimbo ambazo tunaziandika kama wasanii pia zinakuwa zinatuhusu. Yeah. Hivi Aiston, umaarufu umebadilishaje maisha yako? Kwa kiasi kikubwa umaarufu ndio kitu ambacho kimenitengeneza mimi Aiston. Huenda pasina umaarufu hata wewe tusingejuana. Huenda pasina umaarufu hata EX Focus tusingefahamiana nao. Umeona? Kwa hiyo umaarufu pia ndio umemfanya Aiston kuwa Aiston na kumkomaza. Kwa asilimia kubwa umemtoa in a low level kumpeleka not in an excited state but at least kwenye kiwango hiki. Ni kitu pekee ambacho naweza nikawaambia watu, sanaa ya muziki ukiwa mtu mwenye akili sio kwamba ndio itakupa pesa za kukufanya wewe umudu maisha yako. Kuna maisha na muziki, alafu kuna maisha ni muziki. Maisha na muziki, we are doing two things different. Unafanya maisha lakini pia unafanya muziki. Lakini pia ndio situation ambayo niko nayo mimi. Lakini pia kuna maisha ni muziki. It means kwamba music to you is everything. Music ndio inakufanya una survive. Lakini all in all ni kwamba kama una akili unaweza kuitumia sanaa kukutengenezea maisha. Hivi kwa stage uliofikia sasa hivi ya muziki, ikitokea mtu anahitaji collaboration, anatakiwa ajue au ajipange vipi kuja kufanya collaboration na Dully Aiston? Kwanza ajue kabisa kwamba Aiston anafanya muziki na business way, na hii ni biashara yangu. Kila biashara inakuwa na utaratibu wake. Hauwezi kwenda kwa mama ntilie ukapewa chakula bure. Hiyo siku zote iko hivyo. Ila hapo kwa mama ntilie anaweza kaenda kichaa akapewa sahani ya chakula bure. Akaenda mtu ana uhitaji na njaa kweli, akapewa chakula bure. Huu mfano uhusiana na chakula. Tuje kwenye uhalisia ni kwamba muziki wangu ninavyofanya, wapo watu ambao watakuja kutokana na juhudi na namna ambavyo wanapambana na very talented, tutawapush na tutafanya katika namna ambayo inapaswa kufanya. Lakini atakuja mtu ambaye anahitaji kufanya na mimi na nikaangalia uwezo wake nikajua kabisa bado anahitaji msaada mkubwa sana. Yule pia lazima nimwangalie kwa jicho la namna ya kumsaidia. Kuna mifano ambayo wengi wanapenda kulalamika kwamba maybe sio kwa upande wangu, kwa wasanii wengi kwamba unamtoza gharama. Tunatozana gharama sio kwa lengo la kukomoa ama kukomoana. Ni lengo ni kuangalia namna ya kupusha harakati. Nichukulie mfano mdogo tu. Kuna mtu ashakwenda kulalamika kwenye media kwamba nimemtoza gharama ya nini? Ya kufanya naye project. Kiufupi yuko nje ya mkoa. Mimi niko mkoani pia. Project ni ya kwake, yeye ndo amenitafuta. Sina mazoea naye, anijui, simjui, ila ni kwa namna ambavyo huenda amenisikiliza, ameniona ninafaa kuwa kwenye sehemu ya kazi yake. Hiyo ni respect na heshima maamuzi yake na heshima nafasi ambayo amenipa. Sasa atanitumia data. Nataka nichukue hiyo data niende nayo studio. Mimi sina vifaa vyangu, nitaenda kwenye ofisi za watu pia. Kuna gharama za umeme, gharama za nauli, gharama za bando na gharama za kufanya vocal recording nimtumie. Unadhani nitatumia gharama yangu kwenye project ya mtu mwingine ambao haikuwa kwenye plan yangu? Ni uongo. It means ni lazima agharamikie yeye kwa namna ambayo tuna uwezo wa kupush hiyo harakati yake. Sasa itakapokuja hiyo scenario ukamwambia mtu anatakiwa kugharamikia project yake mwenyewe, ndio inaonekana wewe mbaya. Ndio maana nasema ukitaka kuonekana mbaya dai chako. Umeona? Iko hivyo. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba msaada sio haki, ukinyimwa usilalamike. Yani baki tu kuwa hivyo. Ukijua unachokihitaji basi jua na njia ya kuhitaji. Iko hivyo. Kwa hiyo tuendelee. Collabo tunafanya na ninafanya collabo nyingi sana. Wapo rappers wengi ambao tunafanya nao. Umeona? Kwa hiyo all in all it means na naweza nikasema na appreciate nafasi ambazo wananipa na tunaendelea kufanya, waje tu.
tutaelewana. Okay, na kuhusiana na muziki wa Singida huu, unaonaje hali ya muziki wa Singida? Kwa vipi? Muziki ni mzuri na watu wanafanya, wapo watu wanafanya, in both singers and rappers wanafanya vitu vikubwa zaidi. Kitu ambacho nakiona kama dosari kwa upande wa Singida ni production. Still bado tunajitahidi kupambania vifaa, vipo vya kawaida, vipo vizuri hivyo. Ila kwa upande wa team productions tujitahidi tu kuboresha namna ya utendaji kazi wetu. Nadhani tutapata kitu kikubwa zaidi. Muziki upo vizuri, talent zipo hivyo. Na unahisi kitu gani labda kifanyike kiweze kubadilisha muziki wa Singida industry nzima? Kwa serious na kujua tu vipindi vinahitaji muziki wa aina gani, kwa sababu wasanii ni wengi, lakini sote wanazingatia nidhamu katika uandishi, sote wanazingatia high productions. Nadhani tunapaswa kujifunza zaidi namna vitu vinavyopaswa kuwa. Unaweza kuwa mkoani lakini ukatengeneza kitu kikubwa ambacho kikasikika worldwide. So tujitahidi kuwaza mbali na kujua nini tunahitaji hivyo. Na kwa stage uliofikia muziki kwa hapa Singida, unaona ni mtu gani bora kuliko wewe kwa kuzidi kila kitu? Kwa sababu wewe kama wewe uwezo wako ushajionyesha. Istoshe namba ziko vizuri kwenye mitandao ya kijamii na watu wanakubali kazi sana. Unahisi nani mwingine atakuwa bora kuliko wewe? Kila mtu ni bora, kwa sababu ninachokifanya mimi hakuna mtu mwingine ana uwezo kukifanya, na wanavyovifanya wao kwa nafasi zao hata mimi siwezi kuvifanya. Ina maana kila mtu ni bora kwa namna anavyofanya vitu vyake. Yaani kila mtu ni bora kwa mahali au kwa sehemu aliyokuepo na okay. Yaani tunazungumzia sisi sote ni wasanii. Mimi naimba R&B hiyo, lakini kuna mwingine anaimba R&B kama naimba mimi, si ndio? Sasa ninavyoifanya mimi R&B ni tofauti na ninavyoifanya yeye. Ina maana mimi siwezi kuwa yeye na yeye hawezi kuwa mimi. Ina maana kila mtu ni mbora kwa melodi zake, kwa uandishi wake, kwa kila kitu anachokifanya. Tunatofautiana, hatuwezi kushindana. Kweli kutofautiana kupo, lakini kuna ule ushindani mtu akauleta labda mimi ni bora, hakuna mtu akunizidi hapa, mimi ni bora. Yaani kwa ile kwa mtu mwingine akikuletea wewe unipokeaje? Sawa. Nipo sahihi kwa sababu ndivyo ambavyo yeye ameamini. Kwanza lazima uamini unachokifanya kwamba wewe ni bora. Ndivyo hatua zitakavyokupeleka juu. Lakini kitu ambacho mimi naweza kukuambia kwamba I'm not in a competition with anyone. Sishindani na yoyote. Hata hao ambao wanawaza uenda labda mimi nashindana nao, sishindani nao. Ingawa competition pia ni moja ya ushindani. Lakini wafanye kwa namna ambavyo wanapaswa wao kufanya na ni bora. Wako vizuri sana, lakini na mimi ninafanya kwa namna ambavyo ninapaswa kufanya. Mimi nashindana na project zangu. Last project inatakiwa latest inatakiwa kuwa kali zaidi kuliko ile ambayo imepita. Hivyo ndivyo ninavyoshindana na mimi. Shindana na mabadiliko yako, si shindane na mtu. Wote bado tupo katika level za upambanaji. Fact kubwa sana wataichukua. Na kuhusiana na wasanii hapa wasanii wenzako wa Singida, ni msanii gani unemkubali sana yani upo radhi ufanye collab mara kwa mara kati ya Moklaski au Golden Junior? Kwa nini mwataja hao? Kwa wengine wanajisikiaje? Ni kitu ambacho naweza nikasema wote nawakubali, kwa sababu mpaka kufanya tayari umeamua na umeona unaweza. Kwa kila mmoja namkubali kwa nafasi yake. Ndio maana tumesema uniqueness ndio inayokutengeneza wewe. Anachokifanya mtu na mimi ninachokifanya ni tofauti. It means kwamba tukicombine ladha zetu ndivyo tunaweza kutengeneza kitu kimoja. Kwa hiyo we are not in a competition, na siwezi kumclarify ama kumtenga yoyote katika hao. Kila mtu anaweza na tunaweza kufanya wote kwa pamoja. Hakuna ubaya. Ubaya hamna, na chochote kinaweza kutokea, tutarajie ikitokea baina hao wawili au wengine tu zaidi hao. Ndio, na vipo vingi. Yaani hatusemi tu kwa sababu kila kitu kina time yake. Collabs zipo nyingi na hata nao wasanii ambao wataja, lakini ni vile kila kitu kina muda wake. Watu wanakaa na collab hata miaka 5 ndani ndio zinakuja kutoka. Umeona? Kwa hiyo watu wasitafsiri tofauti na sisi tunavyosema. Yeah. Ikitokea kwa sasa hivi wasanii hapa Singida, wasanii wenzio ambao wako hapa, ikatokea kwa kudisi either kwa nyimbo au kwa maneno machafu kwa mtandaoni au kwa chochote tu,
una kitu gani labda cha kuambia au unaweza kurudisha? Wanapaswa waendelee kufanya namna ambavyo wanawaza, kwa sababu kila mtu ana namna ambavyo ana move. Mimi njia yangu nimechagua kuwa real na nidhamu katika kila ninachokifanya. Kwa hiyo kama wao wameamua kudis, ni sahihi, kwa sababu ni moja ya competition na ni moja ya kitu ambacho kinafanya game liende. Kwa hiyo kwa nafasi yao wanapaswa kufanya hivyo kama wanaona ndio njia ambayo inapaswa kulifanya game liende. So kila mmoja afanye kwa nafasi yake tu. That's all. Na vipi kuhusiana kushauri au kuwaambia vijana wenzao kwamba wanafanya muziki huu hapa Singida, wafanye kitu gani ambacho kitaweza kubadilisha industry ya Singida? Actually, kitu ambacho naweza kuambia ni kwamba wanaweza kufanya chochote ambacho wengine wanaweza kufanya. Tofauti yao na wengine ni kwamba wao ni bora zaidi. Kwa hiyo waongeze juhudi, wawekeze, wazingatie tu misingi ya vitu vinavyohitaji. Muziki una namna ya misingi yake. Hivyo. Okay, kwenye safari yako muziki, ndoto gani kubwa ambayo unatamani kuitimiza? Nilishakuwa na ndoto tofauti na muziki. Nadhani ndoto iliyobaki ni pesa kwa sasa. Ikitokea kupata collaboration na msanii kutoka hapa Tanzania, msanii mkubwa kutoka kwenye lebo mbalimbali za hapa Tanzania, la maybe Wasafi, Konde Gang au Next Level au Kings Music, msanii gani ambao unatamani ufanye collab sana? Actually sijajua umezungumzia ukubwa wa msanii katika uandishi, katika melodies, katika numbers, katika nini. Actually kuna namna ya kuwagawanya wasanii, kwa sababu sio wenyewe kuna wasanii A-lists, kuna B-list, C-list, lakini tupo na sisi ordinary. Lakini unaweza kushangaa katika wasanii ambao umewataja kuna ambao ni bora, ambao wanatoka C-list na sio A-list. Lakini tunazungumzia katika swala la mafanikio. Mimi naamini chance yote ambayo itajitokeza, uzuri nafanya all genres of music, tunaweza kufanya na yote kati yao. Yes, kutoka kwenye list yote. Okay. Bana, I hope umeenjoy sana mwanzo mpaka mwisho. Tulikuwa na Aistone. Na ujumbe gani labda utawaambia mashabiki zako? Wapende kusupport wale wanaowajua, kwa sababu ndio waliopo, na kuna nafasi wale ambao yani kuna kipindi ambacho wale ambao wanawasupport wakiamini watakuja kuwasaidia, hawatakuja kuwasaidia, na sisi ndio tutapanda juu. Kiufupi, tunaweza kufanya chochote ambacho wengine wanaweza kufanya. Tofauti yetu na wao mnaowaamini zaidi, sisi tunafanya kwa ubora zaidi. Support your friend the same way as you support someone ambaye hata umjui. Sijui unaelewa? Msupport rafiki yako ambaye atakuja kukusaidia baadaye, kwa sababu yule ambaye umjui hawezi kuja kukusaidia chochote. Iko hivyo, tutunze kumbukumbu tu. Yes, tunafanya the best, tupeni nafasi. That's all. Okay, unawagaje mashabiki zako kwa kupigia hata ngoma moja kwa heshima? Nachoweza kuaga kabisa, kwanza kumbukeni kusubscribe EX Focus, kwa sababu ndio sema ambayo inatufanya sisi tuendelee kusikiliza. Media ni kitu kikubwa sana, kwa sababu ndio chombo ambacho kinatufanya sisi tusikilizwe. Unaweza usisikilizwe katika uimbaji, ukasikilizwa katika uzungumzaji. That's all. We are hustlers and this is a blessing. Chuki zao ni blessing nimeona, majaribu sokezi nishawasoma. Ndimi zao nyepesi kukosoa, nishapigwa vita vingi na bado. Let's keep hustling, tuendelee kupambana. That's all. Okay, kwa so kufahamu kwenye mitandao ya kijamii unapatikanaje kwenye platform zote mbalimbali? Digital platforms zote, social media, andika tu Aistone, unachokitaka utakipata zote. Yes, Aistone kwa maana ya ice ya barafu na tone ya music, no space. Ibane, usiendelee kuwa na chuki zao tushaziona, zote ni blessing. Ibana, hii hapa ni EX Focus na hii hapa ni stories za kitaa, na mimi yule KDB nyuma kamera kama kawaida, Negro 911, bila kumsahau producer Mauzo, producer mwenyewe, manager ase Jerry Focus. Bless sana. Endelea kubaki mwanafamilia wa EX Focus kwa mitandao yote kijamii, tunapatikana hivyo EX Focus. Tuendelea kukimbiza kama kawa. Leo ni siku, hata kesho ni siku. Tukutane siku nyingine.